na uhuru wa wewe kwenda popote Kenya hii. Uishi pahala popote, ufanye biashara yako, ulime shamba yako, uzae watoto wako wale pahala popote Kenya hii. Hakuna mtu ana haki kukuzuia wewe usiende sehemu ya taifa la Kenya. Kwa hivyo tukisema we are condemning what happened in Othaya, in the house of God, we are saying freedom of worship is one of the most sacred freedoms enshrined in our constitution. Na Bwana Ruto na polisi wako must respect the church, and they must respect the freedoms enshrined in our constitution. These freedoms do not depend on the generosity of the state. These freedoms are guaranteed by our constitution. Sisi kuja kuabudu hapa Gitugi sio eti tunategemea ukarimu wa Bwana Ruto na serikali yake aturuhusu tuje hapa. Ni haki ya kikatiba sisi tuje tuabudu na ninyi hapa. Tuko pamoja jamani? So sitaki niseme mengi, nataka niseme ya kwamba hii wiki tumekuwa kwa IEBC. Hii wiki tumeenda kwa police Inspector Generali na tumekutana na wakubwa wa polisi wote. Sababu ya sisi viongozi hawa wote kwenda kwa IEBC na kwenda kwa ulinzi wa taifa ni sababu tunaingia mwaka wa kura sasa. We are entering the election period. And kuna yale yafanyika 2022. Na sisi wengine tunajua, kama mimi na huu Matiang'i wa the security sector, tunajua yale yalifanyika, including kushika wakora kutoka Venezuela. Arrests were made, DCI Kinoti. Kuna wale walipatikana wametoka Venezuela na teknolojia ambayo ilikuwa inakuja kuinterfere na kura yetu. Jana nimemsikia ndugu yangu Weta, Faruk Kibet na viongozi wa UDA wamekuwa kule Western Rift Valley. Wanasema eti sisi watu wa upinzani tuachane na IEBC. Eti sisi tunaenda kuharass IEBC. Leo tutaka tuambie, we know what happened in 2022. We are not prepared to have another bungled election. Kutoka na wale walifanya printing ya ballot papers kutoka Ugiriki, we know who facilitated, wakitumia Bwana Chebukati. Na ile teknolojia ililetwa hapa, tunajua wale waliohusika kuleta smartmatics. Na sisi tumesema we will not accept the Venezuelan technology that has been discredited world over. Imetumika Uganda juzi, hizo Kimskit failed. Ile demokrasia imefanyika Uganda, sio demokrasia tungependa iwe hapa Kenya. That is why tunasema IEBC, you have enough time to correct the mistakes of Bwana Chebukati, to level the playing field for this country to have a free and fair election. The concerns raised by the opposition must be addressed. We are saying smartmatics must go. We are saying huyu mtu anaitwa Marjan must go. Ameonekana na Kamago. Huyu JB amekuwa Attorney General, amekuwa waziri, akisema ya kwamba ana ushahidi Bwana Kamago alionekana kwenye ikulu. Ana ushahidi another fraudster Chevayo ameonekana na Bwana Ruto. Tunajua yale wako wanapanga. Mbiu ya Mugambo ikilia kuna nini? Kuna jambo. So msione tu tunapiga kelele. Usipoziba ufa, wahenga walisema, utajenga nini? Ukuta. Tunajaribu kuziba ufa, to correct things. And Bwana Ruto, we have time to do it. Lakini wasipotusikiza, they say the writing is on the wall. So hilo ndio nataka tuseme, tuko pamoja, muendelee kuregister vijana wetu na mshikilie huyu Bwana Rigiji. He is being targeted kabisa. Bwana Rigiji nimeambiwa Gitugi inamaanisha ile miti inashikilia nyumba. Siyo ni kama Gitugi? Mumshikilie vizuri. Mushikilie Mama Karua vizuri. Huyu JB, na msiambiwe ni ukabila Karua na Rigiji na huyu jamaa JB Muturi kushikana. Ninyi mliposhikana mkaingiza Ruto, alikuwa Mkikuyu?
Sasa anaweza semaje kama leo mnashikana mseme ni Wamalwa ama huyu Kalonzo? Hiyo itakuwa ni ukabila. Na kama mnasema ninyi mmewachana naye, inakuwaje ninyi mnakuwa wakabila sasa? Msiogope, mshikane. Mwisho tumekuja hapa mlima huu. Hii safari nimetoka Kitale, huko ndio Wamalwa kijana amelazwa, Masinde Muliro. Nimekumbuka ile safari tulikuja. I think Martha Karua was on that trip. Tukija na mzee Kibaki mlima huu, tukiwa na Bi Charity Ngilu na hiyo team, kutoa ile serikali ya 202. Na ile safari ambayo tulitembea pamoja 202, that is the path we want to take. Wakikuyu ninyi mnasema wacha mto ufuate maji yafuate nini? Mkondo. Ruiru shoke? Ruiru shoke? Asante, Mungu awabariki.